Kwa majina naitwa Abdalla Muamini, ni mwenyekiti wa kijiji cha Mihanga. Tukio limetokea jana wastani ni kama 1:30 hivi. Chanzo ni mvua kubwa ilionyesha hiyo mida ya 1:30 kwenda 2:00 hivi. Mimi mwenyewe nilipata kushuhudia kwa kuwa nilibaki katika mazingira ambayo marehemu anaishi. Ni jirani kabisa hapo, kwa hiyo nilisogea baada ya kupiga simu na ndugu mwingine. Nikafika sehemu ya tukio nikamuona huyo mgonjwa akiwa mahututi. Hatua ya kwanza tuliomba msaada kwa daktari atuelekeze ni namna gani inafanyika kwa katika huduma ya kwanza inapotokea mtu kuwa na radhi. Akatuelekeza kila hatua, lakini tulishindwa. Mwisho alisema angalau chukua mwiba au sindano, kitu ni mchakali, jaribu mumchome kwenye kidole chake cha mwisho kidogo, mtaona dalili fulani. Hata hivyo vigezo vyote vilishindwa. Kwa hiyo tukamwambia tumefeli kwa mgonjwa kumpeleka hospitali ya wilaya hapo Kiwalala. Baada ya muda tukawa nawasiliana na ndugu waliopeleka mgonjwa, wakawa wananyamaza kimya tu, ila baadaye mmoja aliniandikia message kwamba mgonjwa hatuna naye tena, amefariki dunia. Wakaniambia wanafanya jitihada za kurudisha mwili wa marehemu, ila wengine watatangulizwa kufika hapa nyumbani. Kweli waliotangulia tumewapokea, kwa tunangoja kupokea mwili wa marehemu. Kwa hiyo wastani wa saa 4 dakika zake nyingi hiyo marehemu alirejeshwa hapa. Yuko mmoja ambaye alipelekwa, ni mke wake mwalimu Yahaya, anaitwa Biziada huyo, na nilishatoa taarifa kwa mtendaji wa kata kwamba kuna mwingine ambaye alipata msuko huo na alipelekwa huko, lakini yeye bado anaendelea kuwa salama. Na asubuhi leo nimeongea na mumewe, akaniambia hali ya mke wake iko vizuri na kwamba hata kuongea anaweza kuongea. Ila wako wengine ambaye baadaye nifahamu kwamba yuko mwingine alipigwa shoti akiwa katika mazingira anatoka jikoni kuingia ndani ya nyumba yake kubwa, basi akakutana na kile kitu akaanguka hapo, na sasa hali ya masikio yake haiko vizuri, asikii sawa. Hizo tu, lakini pia vijana mimi nilikuwa naye pamoja wakati tumejisikia hiyo mvua kwenye majengo ya maduka au vibanda, niliwaona wakiyumba kama ngedere waliokula sumu, wakiwa maana hawajitambui kabisa. Wakawekeka na kutoka nje ya ukumbi wakaenda pembeni ambako mvua inanyesha. Niliwashangaa, ndugu zangu, mnafurahia nini? Amjui kama Aradu ni kitu cha hatari sana, tumuombe Mungu anusuru hali ishie. Lakini kumbe walifanya vile si kwa kukusudia, walipagawishwa na ile radio. Kwa hiyo baadaye niliwaoji, wakaniambia bwana, sisi tena yetu tunajisikia niwasha kwenye mwili yetu. Basi pale baada ya mvua kutulia kidogo, mimi niamua kuondoka kurudi hapa nyumbani. Radio ilipogusana na masuala ya umeme katika mazingira yetu, basi radio ikawa kubwa zaidi kuliko vile ambavyo ingekuwa kama mazingira ambayo umeme haungekuwa. Kwa ujumla siwezi nikawa na neno ambalo linaweza likafaa sana, kwa sababu radio ni kitu ambacho Mungu anapanga kije. Na mtu anayekutwa na radio haiu kama ni uzembe wake yeye, ni maandiko tu Mungu ameandika iwe vile. Kwa hiyo la msingi labda tu niseme, mara nyingi tunapoona mvua tukiwa katika mazingira ambayo ni kando na nyumbani kwetu, tusogee mazingira ya nyumbani kwetu, tukae na familia zetu ili tushuhudie yanayotendeka tukiwa pamoja.